kia kweli hewa lakini habari gani nabaki nyuma? Mundu hivi tena kula akavita. Umbomori kula akavita. Yaani ile marashi hata haijafunika hiyo maovu yako. Lakini hata ukijipaka sabuni tu ya kipande, lakini jina lako linameremeta. Ukipita mahali wanajua fulani amepita. That's why Paulo akaambia Timotheo ya kwamba unapolinda jina, unapolitunza jina lina maana sana katika maisha yako. Akasema wengine tabia zao zinawatangulianga hata kabla wafike. Yaani tulaza mungeti bisikuru wala gokavo. Mbona mkeri biti na msakuri biti norandi. Huyu mwenye anapenda kugombana huyo. Yaani jina mbaya inaanzanga kabla wewe ufike. Praise the Lord. Lazima tuangalie ni jina gani ambalo tunabeba katika maisha ambayo tunaishi, maana wanasema kwamba kuishi kwetu ni neema na kufa ni faida. Wafilipi 1:21 ya kwamba kuishi kwetu ni neema, ni kwa neema, lakini kufa ni faida kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba unapolinda jina litajenga mji, ya kwamba huyu mama Rosa tumekuja hapo kwa sababu ya kusherehekea miaka yake. Ujiulize ndugu Logohe, historia gani unaacha nyuma? Wajukuu wanapokuangalia wanasoma nini kwako? Kwa sababu nazungumza nawe, wewe ndio umebaki kama kitina cha Hano. Wewe ndio umebaki kama msingi wa hapa. In that wajukuu kuja hapa waone kweli anko, waone kweli mzee ako katika ile boma. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kukasirika, my father, uwe mtu wa mwisho kukasirika. Wacha wengine watamke maneno, wacha wengine waseme maneno yao yote na wajiulize mbona huyu asemi kitu. There is power in silence. Kuna nguvu katika kunyamaza. Ya kwamba Yesu alifika mahali, Yesu akamuuliza maswali, wakamuuliza mbona ujibu chochote? Yesu akanyamaza kwa sababu alikuwa na tafakari. Kunyamaza si ujinga, kunyamaza si upumbavu, kunyamaza ni uwerevu. Ndio maana wanasema kwamba ukiona koba ameinama hivi, ujua anatunga nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini logo akitoka, mwingine atoke, tutakuwa na boma kweli. Lengo kula kuja mahali hapa ni kuja kufanya mji wa Rosa Muduria uendelee. Na utaendelea kwa nini? Kwa sababu ya hekima. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 12 unasema ya kwamba utufundishe ufupi wa maisha yetu ili tuweze kuwa na hekima. Ya kwamba Mungu atufundishe hatima yake itakuwa namna gani? Utamaliza mwendo wako namna gani? Na swali ni kwamba utakuwa umeacha nini nyuma? Ya kwamba mama ameacha serikali nyuma ya watu 333. Ya kwamba hawa watu waendeleze mji wake. Bwana Yesu asifiwe. Na ombi langu kwa wasichana wetu ambao ni kama shosho wangu, mnapokuja nyumbani, haleluya, mnapokuja nyumbani, hata ndugu yako kama ni mjinga namna gani, jaribu kuvalisha yeye, jaribu kupanguza yeye. Manake damu ni nzito kuliko nini? Manake hata mahali umeenda kule sio damu yako, wanaweza kukataa wakati wowote, utakimbilia wapi? Praise the Lord. Ya kwamba damu ni nzito. Ndio maana wana wa Yakobo walipofika mahali wakaanza kumuua ndugu yake, wakaamua tummalize, lakini Yuda akasema ya kwamba ndugu zangu, tutapata nini tukiua ndugu yetu? Kwa sababu hii ni damu yetu. Wakasema afadhali tumuuze katika Wamidiani, aende kula afanye kazi ya sulubu. Kwa sababu ya nini? Power of the blood. Amen. Ya kwamba unapozungumzia kuhusu familia ni kiungo ambacho nilitangulia kusema kwamba inajenga mwili wa Yesu Kristo. Ya kwamba unapojenga mwili wa Yesu Kristo, there is power in the blood. Kuna nguvu katika damu. Kuna nguvu katika damu. Ya kwamba damu ambayo ilikuzaa, damu ambayo ilikwenda katika ulimwengu, tuzidi kuikumbatia. Bwana Yesu asifiwe. Hata ndugu yako kama anakaa namna gani, dada yako anakaa namna gani, funika yeye, valisha yeye. Watu wa nje wasione uchi wenu, wasione ule udhaifu wenu, bali waone nguvu katika familia. Bwana Yesu asifiwe. Ombi langu ni ya kwamba napotoka katika liboma, tusikie kwamba walikumbatiana, wakajenga mji, wajukuu waige kwa matendo yao. Umane rusingira imbiri no moroma. Ibolo moroma za kubandu bahindira. Wala ambao wanakusikiza sana ni watoto. Praise the Lord. Wala ambao wako very keen kukusikiza ni watoto. Na nimesema kama baba wa nyumba, kama mzazi wa nyumba, uwe mtu wa mwisho kukasirika.
watoto wasijue hasira yako.